Yani, lakini njia ya Mungu hiyo ndio ambao tumeombwa tuitafute na tuipitie. Wacha nimalizie kwa kusoma aya nyingine hapa kidogo tu katika kitabu cha Agano Jipya. Niruhusu tusome na wewe katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tusome pamoja katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 pale na mstari wake wa 23. Amen. Nashukuru ni kwa sababu wale wanaomtafuta Mungu sasa siku zote utajua kwamba kumbe una akili, kumbe una ufahamu, kumbe una maarifa. Kuna maarifa mengi hapa duniani, hata akili ya kwenda shule, kusoma shule mpaka vyuo vikuu, lakini tumeambiwa kwamba ile akili ya kweli ni ya kumtafuta Mungu. Pamoja na kwamba hizo akili zingine zote, maarifa mengine yote ni mazuri, lakini namba moja, hekima namba moja, ujuzi namba moja, bidii namba moja ikuwe ni kumtafuta Mungu. Na sasa katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa 23, vitu vyote ni halali, mbali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, mbali si vitu vyote vijengavyo. Hivyo ndivyo imeandikwa katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 na aya yake ya 23. Niruhusu nirudie tena. Vitu vyote ni halali, mbali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, mbali si vitu vyote vijengavyo. Sawa na jinsi tumesikia Paulo akifundisha kanisa la Korintho, na anaandika barua kwao kuambia kwamba mnapoishi katika msingi wa kumtafuta Mungu, mjue ya kwamba kutafuta Mungu ndio kitu ambacho kinafaa kuliko vitu vingine. Akawaambia kwamba yale yote mnayoyafanya ni halali na ni mazuri, lakini mfanye moja lenye litajenga maisha yenu, lenye litadumisha maisha yenu mkiwa hapa duniani na mtakapotoka hapa duniani. Ndio maana akasema kwamba vitu vyote tunavyovifanya ni vizuri na ni halali. Kulima mashamba ni mzuri, kufanya biashara ni mzuri, kuhubiri ni mzuri, kila kitu ni mzuri, chenye tunafanya ni halali. Lakini sasa tuweze kuchagua kitu ambacho kinajenga roho zetu, kile kinajenga maisha yetu hapa duniani na mbinguni. Na hapo tunaona ya kwamba Kristo Yesu yeye ndiyo mjenzi. Tumtafute huyu, tutafute Mungu, yeye ndiye atajenga maisha yetu. Tuishi hapa duniani miaka yenye atatupatia, na baadaye tukitoka hapa duniani ametujengea maisha, ametujengea makao. Anasema kwamba makao ni mengi mbinguni, msifadhaike. Wale ambao mlichagua kumcha Bwana, wale ambao mlichagua kumtafuta Mungu, wale ambao mlikuwa na hekima na maarifa na ufahamu mkachagua Mungu. Ikifika pale, labda wakati mwingi huwa nataka kusema hivi ya kwamba tusipungukiwe ni maarifa, tusipungukiwe ni ufahamu wa Mungu, tusipungukiwe ni kujua siri za Mungu, tusipungukiwe ni kujua neno la Mungu, tusipungukiwe ni kujua hata mipango ya Mungu juu ya maisha yetu, hata mpango wa Mungu juu ya maisha ya mzee wetu, kwamba Mungu alikuwa amempatia hiyo miaka yake 70-80 na hatimaye ikafika pale. So tunashukuru Mungu kwa mpango alio nao hata kwetu sisi tulio hai, ya kwamba hatukupewa kuishi miaka mingi sana hapa duniani. Imehesabiwa, imewekewa kikomo, siku zetu zimehesabiwa, zimewekewa mipaka yenye hatutavuka. Hivyo ndivyo Ayubu 14 inatuambia kwamba siku za mwanadamu yeyote mwenye alizaliwa na mwanamke, hizo siku si nyingi, na pia zimejawa na taharuki na taabu nyingi. Hatimaye amewekewa mpaka wenye hawezi kupita. So tukajua Mungu ndio mwenye maisha yetu, tutamtafuta yeye ambaye ana uwezo wa takatifu. Familia iliyofiwa nikiwa moja yao, serikali, wageni kutoka sehemu mbalimbali, napenda nimsalamia hamjambo. Hamjambo tena. Naona huzuni muko nayo mingi, nataka mtulize. Nataka kusema hivi, nikisimama hivi
Majina naitwa Joshua Anyangu Alianda. Mimi nimesaliwa kutoka sehemu ya Kuisero Sub County, mahali Isomi alisaliwa, na ningependa kama kiongozi wa familia hii nimkaribishe katika hii sehemu, katika hii ibada, mjisikie nyumbani. Nataka kusema hivi, nataka kuchukua hii nafasi kumwambia Samuel Isomi amesaliwa katika nyumba ya Kataka, familia ya Naminyi kutoka Kuisero, na alisaliwa na mzee Opita Kataka. Na Opita Kataka kwa nyumba yao walikuwa vijana 4, tukiwa na mzee baba Joel Kataka, tukawa na marehemu Opita Kataka, tukawa na mzee Manyasi, na tukawa na baba yangu ambaye alikuwa anaitwa Alianga, ndiye alikuwa kipinda mimba kwa vijana katika nyumba yao. Sisi wote, babu yetu alikuwa mmoja, alikuwa anaitwa Msuda, na nikiwa hapa pia niko na wandugu wawili ambao wamenifuata. Ningependa wasimame niwatambue wawevu. Karibuni katika hii ibada. Na ningesema kuna wachero wengi wangekuja, na vile mmejua dunia imebadilika, kuna masisho almost every place. So wengine wameenda huko, na pia transport, wengine hawangewezeshwa kufika hapa. Ninataka kusema Isomi ni ndugu yangu mkubwa, na Isomi huyu niliishi naye Nairobi kwa nyumba yao ya mzee Opita, tukiwa na Isomi huyo na kijana mwingine ambaye alifuata yeye, ambaye sasa ni marehemu. Na wazee wa kitambo walikuwa wanaleta hizo familia pamoja, walikuwa wanatuleta pamoja ndio ili tuweze kujua vile tunaweza kuungana kama familia. But baada ya muda fulani, Isomi, wakati tuliendelea tukikuwa wakubwa, niliona ndugu yangu akaanza kuwa na private life. Isomi alikuwa anapenda kutembea peke yake, na katika hiyo hali alipotoka Nairobi akaja huku nyumbani na akaishi huku sana. Nyumbani mahali amesaliwa ni watu wachache ambao walijua yeye, na pia alipokuja huku akawa anaishi namna hiyo. Na sisi pia kwa sababu tuko mbali naye atutembelei, ikawa na sisi hatukuwa tunatembea hapa sana. Ndio utapata familia hii wengi wetu ambao wako pande ile hawajui hawa watoto. Na hiyo si hoja. Ningemshauri mkae katika hali ya kuungana na watu wengine familia yenu. Vile tumeanza kuja hapa, hata ile matanga ingine tulikuwa hapa mkatuona, na mnataka muendelee kutuona. Kama mwana amekuja nyumbani sana wakati tuko na shughuli huko, anaandamana na baba yake, wanakuja huko, na watu hapo ndio walianza kumjua pole pole. Na sitaki kuongea mambo mengi kwa sababu ya time. MC amesema ikifika saa 5 atarudisha microphone kwa kanisa. Nataka kusema hivi, mimi ningeomba ndugu yangu mahali ameenda abebe mkono juu, watoto waweze kukaa kwa amani wakiwa hapa. Na mkiwa hapa mtambue baba zenu wako nyumbani, na mkiishi hapa na wale mnaishi nao, mnatakiwa mkae katika hali ambayo mnaweza fanyia mambo yenu pamoja. Mimi nimekuja jana kulala hapa, nimeona vile watu wameshughulika hapa, na sikuona wakiwa watu kutoka Buchero. Niliona wengi ni wa sehemu hii. So mkiishi na watu, muishi na watu kwa njia ambayo